Excellency, you know, our tax to GDP ratio today is at an average of about 15%, compared to the nations that Bishop Titus Amala is talking about, a country like France that is at 43%. Therefore, Your Excellency, wakati nilisikiza pia yale mahubiri ya Apostle Ken Baraza, na nimpongeze sana Apostle Ken sababu ametuhubiria vizuri. Na mimi kama ningekuwa nachagua Secretary General wa NCCK, huyu Apostle Ken Baraza, ningeweka yeye akuwe Secretary General ya NCCK. Sababu ametuambia vizuri ya kuwa hata viongozi wa dini, those who have a revelation, will not join the shouting matches and the insults that they hear around the country. If they have a revelation, they will join together and pray for our leaders and pray for our nation, because they will have that revelation that the challenges that confront our nation need all of us as a country. Kwa hivyo, Apostle Ken, ile siku wanachagua na NCCK, tafadhali omba wakuchague, sababu wewe nimeona you are just a man of God who is called to serve the people, and indeed you have that revelation of service to God by serving mankind. Na pia mahali tulisomewa Isaia 12 mlango wa 4 kwenda wa 5, na ikasema na kwa lugha ya Kimombo that in that day let us give thanks to the Lord and proclaim his name, make it known to all the nations of the world what he has done, and proclaim that his name is exalted. Na hapo ya 5 ikatuambia also, sing to the Lord, for he has done glorious things. Let this be known to the world. Na ndio maana Mheshimiwa Rais, in this Thanksgiving service, we come to give thanks to God. We come to proclaim his name. We come to make known to the world that when all nations around us, especially in our region in Africa, are defaulting on their debt, through your leadership, Your Excellency, our country today is debt secure. Our country today is on an economic trajectory that is safe, that we shall not be defaulting on our debt. And these are the great and glorious things that the Lord has done for us. And we come today to give thanks to him and to praise him and to let it be known to all nations of the world that the Lord God has done great things and glorious things for our country. And for that we sing and we exalt his name so that it may be known to the world. Sitaki kusema zaidi ya hayo, lakini tuendelee kumshukuru Mungu sababu mengi makuu ametufanyia. Hayo yote Mheshimiwa Mwangi Kiunjuri amesema hapa. Tulikuwa na changamoto nyingi kutoka sekta ya kilimo, hatukuwa na chakula, sekta ya elimu, hatukujua watoto watu watasomea wapi, hatukuwa na walimu wa kutosha, tumeajiri walimu, watoto wetu wale wa CBC, sasa tunajua JSS iko wapi. Chakula, mnakumbuka tukienda maandamano sababu ya bei ya unga. Leo hii tumshukuru Mungu, hakuna mtu Kenya leo hii anatuambia bei ya unga imeshuka kutoka shilingi 260 mpaka 140 ama 35 kwa brands zingine. Hayo yote tuyashukuru Mungu. Finally, Your Excellency, umeambiwa na Apostle Ken, uwe mjasiri, hivyo Kiunjuri anaimba. Usiwe muoga na usitishike. Kelele ikipigwa, focus on what God has appointed and anointed you to do for this country. And Your Excellency, I am glad that you are focusing on that. Tumeambiwa hapa na Mheshimiwa Shinali, wewe umekataa kusikiza kelele. You have focused on what is right for this country. And I thank God, Your Excellency, yesterday, nilisikiza our former Prime Minister akikiri ya kuwa agenda ya housing ni agenda muhimu kwa nchi ya Kenya.
tulikuwa na wewe hapa jana ukikagua mradi ambao unaendelea hapa. Vijana wa Kakamega wameajiriwa hapo, wakakwambia usiuziwe uoga, usinunue uoga na usisitishe mradi wa housing, sababu unasaidia vijana wa hapa Kakamega na Kenya mzima. And Your Excellency, because previously you have told us that why this country has failed is because of a few things like incompetence amongst leaders. This country has failed because of vested interests within the leadership of this country. And this country has also failed because of corruption in public service and in public offices. Your Excellency, please remain focused. If our former Prime Minister concedes today that housing as an agenda was conceived over 20 years ago when he was Minister for Roads, Public Works and Housing, but that housing agenda has never been actualized, then indeed it's true, Your Excellency, that incompetence amongst leaders, conflict of interest and vested interests, coupled with corruption, have killed the dream of a great nation called Kenya. You have a responsibility before man and before God today to make sure that incompetence amongst leaders becomes a thing of the past. That conflict of interest and vested interests do not take root and take charge of government agenda in the conduct of government business. And finally, Your Excellency, ile mambo umeambiwa, yale mambo matatu for the corrupt, please, hapo usiondoke. Hata Bishop Hamala amesema sio maneno yako, ni maneno iko mpaka kwa Biblia, hiyo mambo matatu. Asanteni sana watu wa Kakamega, na vile nimesikia hawa viongozi wote wakiongozwa na ndugu yangu CPA Fernandez wamesema wote watatembea. Wabunge walisema wakiwa nyuma ya rais. Nimesikia chairman walioanguka kura, Mheshimiwa Secretary General Malala amesema wasitembee nyuma, watembee mbele. Na mimi nikaona wengine kama Mheshimiwa Aseka na Mheshimiwa Shinyalu bado ni vijana, wakitembea mbele ya rais wanaweza kimbia. Mimi nataka watembee sabamba na rais, watembee pamoja. 2027 ikifika tuwe sabamba, governor wetu, wabunge wote Kakamega na wananchi wa Kakamega tutatembea sabamba. Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana CPA Bishop Kimani ICHUNGWA. Naona umekuwa mhubiri mzuri sana. Apigiwe makofi. Mheshimiwa Raila.